nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Nzuri ya ndio anaona hiyo mchanga hapa kwangu ni mgumu wa kuchimba kaburi, takatafute suluhu mzuri. Hiyo jambo iliniumiza sana. Kutana na watu ukiwapita, kukutana na watu wakiwa wanaongea wananyamaza, ukipita wanaanza kukuangalia. Mimi nashindwa ni nini wanaona, sijui naona kama wanaona kifo mbele yangu. Nashindwa nifanye nini, nashindwa hata mimi kutembea hivi. Saa ile natembea nikiwa nasikia vizuri ni usiku, sababu wengine hawanizui, watu wengi hawanizui. Saa ile natoka kwa soko. Nikienda mchana watu wanaanza kuniangalia, wanashindwa. Naenda kwa soko na kijinji yako wapi, wengine wanaulizanga alienda wapi, sababu watu wengi hawamuone. Nalala tu, anakuwa tu analala. Saa hii naomba watu wa Kenya wanisaidie mtoto apone, na mimi maisha yangu nione kama itakuwa mzuri. Saa hii kuanjia na kusahau mambo, nashindwa naelekea wapi. Ni kama mtu amepoteza memory. Kuendea kitu unazikuta kwa barabara, ndio nakumbuka ulikuwa unaenda kuendea kitu fulani. Naomba tu munisaidie. Kagore painfully recounts how it all began with an innocent pimple on Maurice's forehead. Alianza kutokewa na uvimbe kwa kichwa, akaenda Chuka Njendo, akafanyiwa operation ya kwanza. Akarudi akakaa, ikatokea tena. Akaenda akafanyiwa ya pili, na sasa ako na ya tatu. Ya tatu ndio kubwa sana, sababu ile ya pili aliambiwa aende afanyiwe kuna kipimo alikuwa anataka, ikakosha, tukakosa pesa. Akakaa mpaka ile uvimbe ikawa kubwa. The family is grateful to those who have been helping, especially the community health promoters who have been raising funds through churches and taking Maurice to clinics. Nikienda matibabu, andi ndio walinipa mwongoza kuwa wananiongoza ni CHP. Wanakuanga wawili, mmoja anaitwa Mashe Kadhambi na mwingine Sheila Mwende. Ndio huwa wanatembea na mimi
kwa vikundi, ndio huwa wananisaidia kuomba hiyo pesa kidogo zenye iwanga tunatumia kuenda kliniki hapo Kenyatta na hadi Tukanjene. Mimi tu kumwombea mama yangu, Mungu ambariki na kumwambia asante kwa kuwa hakuniachanisha nilipopata magonjwa. Amekuwa na mimi, amekuwa akiniongelesha hadi wakati hadi mawazo yanapungua. There are times when the pain is so unbearable that Maurice questions God why he has to endure such suffering. Napitia changamoto mingi ya mawazo, hadi kutengwa na marafiki. Sasa hadi huwa nashindwa mbona niyapitie haya. Wakati mwingine mimi nikikaa hivi nashindwa na nitafanya nini. Nikiziangalia nikashindwa mimi ni nani hapa duniani. Nikajiuliza, kweli huyu mtoto ni mgonjwa na mimi sina pesa. Nikajiuliza, hata mimi nikishindwa na kufanya kazi, hata hiyo chakula atapata, na hata kasusu kanaweza enda mahali ingine katoroke hapa. Sasa za ingine mimi naomba sana, nauliza Mungu maswali, ni nini nimekukosea Mungu wangu? Na mimi nilikuwa mtu wa kanisa na nilikuwa nakufanyia kazi sana, tena nilikuwa mkwaya, na saa hii nikisikia watu wa kanisa kwaya zikiimba kwa redio, mimi natamani kuenda kanisa, lakini nikiziangalia nashindwa nitaenda namna gani, na kuna kitu niko nayo, hata nguo nzuri sina nguo nzuri, na nikiangalia watu kwa njia wako na nguo nzuri kabisa, na mimi nashindwa nitaenda na viatu kama hizi. Naulizanga Mungu maswali mingi sana na ninashindwa. Dakika ya mwisho sijui ni nini nitafanya ndio nirudi kwa kanisa, na hata watu wakifanya kama kuwa na chai mahali fulani mimi siendi.